Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi. Na hujambo msikilizaji, karibu. Nami ni Skola Kisanga nikiwa Dar es Salaam. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Bei ya mafuta ghafi imeshuka huku masoko ya hisa ya barani Asia yakipanda baada ya Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara za mataifa yasiokuwa na uhasama nao. Umoja wa Mataifa umesema takriban raia 500 wameuawa nchini Sudan kati ya mwezi Januari na Machi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Kumbuka kwamba tukiingia katika mwezi ujao, vita ya nchi ya Sudan zitakuwa zinaanza mwaka wa 4. Tunapozungumza sasa, takwimu zinaonyesha kwamba watu zaidi ya 2,000 wameweza kupoteza maisha yao. Na Umoja wa Ulaya umelaani Urusi kwa kuwasajili raia wa mataifa ya Afrika kupigana katika vita nchini Ukraine. Na mwanasiasa wa muda mrefu nchini Tanzania William Lukuvi ameaga dunia. Lukuvi alikuwa na tabia nzuri sana kwenda nje, kwenda kufanyiwa medical check-up. Wala hajarudi muda mrefu kutoka nje, na aliporudi alituambia kwamba afya yake ni nzuri, hakuna tatizo lolote. Kuja kusikia leo kwamba amefariki kwa mshtuko wa moyo, basi mimi nimeshtuka sana. Viwanjani, Liverpool limetangaza kuwa Mohamed Salah ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari ya dunia. Jina langu ni Mariam Mujahid. Msemaji wa jeshi la Iran ameshutumu Marekani kwa kufanya mazungumzo yake mwenyewe kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati, huku kukiwa na hali ya sintofahamu kuhusu matarajio ya kuwepo kwa mazungumzo ya amani yenye amana. Asha Juma na maelezo zaidi. Rais Trump amesisitiza kuwa utawala wake unazungumza na watu fulani na mashuhuri nchini Iran na kwamba wanataka makubaliano ya kumaliza vita. Wakati huo huo, mzozo ukiendelea, bei ya mafuta inasalia kwa tete. Bei ya mafuta ghafi ilishuka katika soko la kimataifa na leo pipa moja la mafuta ghafi liliuzwa chini ya dola 100 baada ya Iran kusema kuwa inafungua mlango bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara kutoka kwa mataifa ambayo sio maadui wa Iran. Iran imefanya mashambulizi mapya ya makombora na droni nchini Israel na katika kambi zinazohifadhi wanajeshi wa Marekani nchini Kuwait, Jordan na Bahrain. Ndege zisizo na rubani zilishambulia kituo cha mafuta katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kuwait na kusababisha moto mkubwa. Serikali ya Israel kwa upande wake imesema kuwa imeshambulia vituo viwili vinavyotumika kutengeneza makombora ya masafa marefu mjini Tehran. Mratibu mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuwa vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati vinatishia kusambaa hadi mataifa jirani na kote ulimwenguni. Akiongea katika mkutano muhimu wa dharura, Turk alisema kuwa masuala kadhaa muhimu yanaweza kusababisha mizozo ya kitaifa, kikanda na duniani na kusababisha madhara makubwa kwa watu duniani. Mjumbe wa Iran Ali Bahrain amelaumu Israel kwa kuanzisha vita hivyo na kujaribu kujumuisha mataifa yote katika mzozo huo. Aidha, ametoa wito kwa mataifa jirani ya Iran kuungana na kuonya kuwa Iran haitakuwa nchi ya mwisho kulengwa au kushambuliwa na Israel. Jeshi la Sudan limeshutumiwa kwa kushambulia hospitali kubwa zaidi katika eneo la Darfur ya Mashariki siku ya kwanza ya Eidul Fitri. Ripoti iliyochapishwa na chuo kikuu cha Yale imesema kuwa picha za satellite zimeonyesha uharibifu mkubwa wa paa na ukuta katika hospitali ya El Dain. Vifusi vya majengo ya hospitali hiyo pia zimerundikana barabarani. Watafiti hao wamesema kuwa uchunguzi wao umeonyesha kuwa hospitali hiyo ilishambuliwa kimakusudi mara kadhaa kutoka angani kwa sababu majengo ya serikali yaliyoko karibu na hospitali hiyo hayakuharibiwa. Umoja wa Mataifa umesema kuwa watu 70 wakiwemo wamama, watoto na wahudumu wa afya waliuawa kwenye shambulio hilo. Jeshi la Sudan mara kwa mara limekanusha kuwa inawalenga raia au miundombinu ya umma katika mashambulizi yake. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa wa serikali katika eneo la magharibi mwa Kenya wamesema kuwa miili 32 ikiwemo miili ya watoto imefukuliwa kutoka kwa kaburi moja la pamoja mjini Kericho. Hamida Abubakar na maelezo zaidi.
Idadi ya awali ilikuwa miili 16. Maafisa wa polisi walifahamishwa kuhusiana na uwepo wa kaburi hilo na wananchi, na ndipo walianzisha uchunguzi. Mabaki ya miili hiyo imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti ili uchunguzi kuhusu utambulishi wa uanze na pia chanzo cha vifo hivyo kubainika. Ugunduzi wa kaburi hilo la pamoja limesababisha wasiwasi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na kuzua hofu ya kutokea kwa janga lingine kama lile lililotokea eneo la Shakahola, pwani ya Kenya, mojawapo ya matukio mabaya zaidi yanayohusiana na imani ya kidini ya itikadi kali nchini humo, ambapo mamia ya miili ilipatikana ikiwa imezikwa msituni. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana amesema kuwa juhudi zinazoongozwa na taifa lake za kutangazwa kwa biashara ya utumwa kama uhalifu wa kibinadamu ni jitihada za ulimwengu kutambua dhuluma za kihistoria. Samuel Okuzeto Ablakwa ameiambia BBC kuwa juhudi hizo hazidhamirii kufufua makovu ya kale, lakini ni njia ya kutoa afueni na uponyaji kwa waathiriwa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupigia kura mswada huu baadaye hii leo, mswada ambao utatoa fursa kwa waliohusika kuomba msamaha rasmi. Hata hivyo, mswada huo unatarajiwa kupata pingamizi kutoka kwa mataifa yaliyokuwa na ushawishi wakati wa koloni, ambayo yamepinga pendekezo la mataifa yaliyoathirika kulipwa fidia. Aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Google, Matt Brittin, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mpya wa shirika la habari la BBC. Brittin anachukua mahala pa Tim Davis ambaye alijiuzulu Novemba mwaka uliopita kufuatia shutuma kuhusu jinsi hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump ilivyohaririwa katika makala ya Panorama. Matt Brittin, ambaye alikuwa rais wa kampuni ya Google barani Ulaya, eneo la Mashariki ya Kati na Afrika, amesema kuwa shirika la BBC lililoimarika linahitajika sana katika dunia sasa ambayo inakumbwa na mambo mengi. Brittin ataanza rasmi majukumu yake mwezi wa 5 mwaka huu. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Mariam Mjahid. Karibu tena msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini pia yako kupitia redio wa shirika mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Ukiwa nchini Uganda unaweza kuyategea sikio matangazo haya kupitia Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Ukiwa nchini Kenya yategea sikio kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Most FM. Lakini kule Tanzania unaweza kuyategea sikio kupitia Radio 1, Classic FM na Abud FM. Jioni huko nami Karorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu Neskola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema huko? Huko bwana, tuna hali ya hewa kama tumeazima kutoka Nairobi. Kaubaridi fulani. Nzuri. Sana kabisa. Basi acha tuanze kumjuza msikilizaji taarifa ambazo tumemkusanyia, tukianza na taarifa hii ya bei ya mafuta ghafi imeshuka leo Jumatano, huku masoko ya hisa barani Asia yakipanda baada ya Iran kuambia Umoja wa Mataifa kwamba inafungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara ambazo haina uhasama nazo. Tehran inasema meli zikiwemo zile za mafuta zitaruhusiwa kupita kwenye mlango huo wa Hormuz kwa masharti ya kushirikiana na mamlaka ya Iran. Hapo awali, rais wa Marekani Donald Trump alizungumzia tuzo muhimu sana iliyotolewa kwa Marekani na wapatanishi wa Iran kuhusiana na mafuta na gesi. Teheran imekanusha mazungumzo yoyote na Marekani kufanyika. Pakistan imejitolea kusaidia kuweza kusuluhisha mzozo huo na kuwa ripoti za uwezekano wa mazungumzo yaliyoandaliwa na Islamabad. Taarifa zaidi hii hapa na Sarafina Robi. Bei ya mafuta imeshuka barani Asia baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema mazungumzo ya kukomesha vita yanaendelea, huku Iran ikisema meli zisizo na uadui zinaweza kutumia njia muhimu ya meli katika mlango bahari wa Hormuz. Mafuta ghafi yalishuka kwa 5% hadi $99.29 kwa pipa, huku mafuta yaliyouzwa Marekani yakishuka kwa zaidi ya 5.5% hadi $88.41. Trump alisema hapo jana siku ya Jumanne kwamba mazungumzo ya kukomesha vita yanafanyika kwa sasa na kwamba watu ambao Marekani ilikuwa ikijadiliana nao wanataka kufanya makubaliano haraka iwezekanavyo, dai ambalo linapingwa na maafisa wa Iran.
Siku ya Jumatatu, maafisa mjini Tehran kule Iran walisema madai ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran yalikuwa habari bandia, huku mashambulizi kati ya Israel na Iran yakiendelea. Trump alisema makamu wa rais JD Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio walihusika katika majadiliano ya kukomesha vita. Rais aliongeza kwamba mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yamesababisha mabadiliko ya utawala, akirudia madai yake kwamba viongozi wa Iran wamekubaliana kwamba hawatakuwa na silaha za nuklia tena. Lakini Iran hapo awali ilikanusha madai kwamba ilikuwa imewasiliana na Marekani, ikisema hilo ni jaribio la kudanganya masoko. Afisa mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni ameonya tatizo la usambazaji wa mbolea uliosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati unaleta tishio maradufu kwa usalama wa chakula duniani kutokana na uhaba na bei ya juu. Iran kwa hakika imefunga mlango bahari wa Hormuz na kuziba njia muhimu ya kupitishia mafuta na gesi pamoja na mbolea. Theluthi moja ya mbolea duniani kwa kawaida hupitia mkondo wa bahari, na usumbufu huu umesababisha maonyo mengi kuhusu athari katika uzalishaji wa chakula. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati anasema yuko tayari kusonga mbele na kutolewa kwa akiba ya ziada ya mafuta ikiwezekana na inapobidi. Maoni ya Fatih Birol mjini Tokyo, Japan yanajiri baada ya waziri mkuu wa Japan Sanai Takaichi kuuliza shirika hilo kujiandaa kutekeleza kutolewa kwa mafuta ya ziada ikiwa hali itaendelea na vita katika Mashariki ya Kati. Mamlaka ya usafiri wa anga katika jimbo la Ghuba inasema ndege zisizo na rubani zilishambulia tanki la mafuta na kuzua moto katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait, wakati Iran ikiendelea na mashambulizi yake katika vita vya karibu wiki 4 vya kikanda. Ikinukuu taarifa za awali, shirika kuu la usafiri wa anga ilisema katika taarifa iliyochapishwa mtandaoni kwamba shambulio hilo lilisababisha uharibifu mdogo tu na hakuna majeruhi. Bei ya dizeli nchini Vietnam imeongezeka sana tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati, kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Biashara nchini humo. Vietnam hivi majuzi imeomba msaada wa mafuta kutoka nchi kadhaa zikiwemo Qatar, Kuwait, Algeria na Japan, na Jumatatu ilitia saini mkataba wa Urusi kuhusu uzalishaji wa mafuta na gesi katika nchi zote mbili. Sarafina Rubi, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yamesababisha kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz tangu mwezi Februari, ambapo takriban theluthi moja ya mbolea ya dunia kote hupitia hapo kila mwaka. Huku meli zikishindwa kuvuka mkondo huo, bei ya mbolea tayari imeshapanda sana, huku mbolea aina ya urea ikipanda kwa 27% tangu kufungwa kwa mlango huo wa bahari. Zaidi na Agnes Penda. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz baada ya Marekani na Israel kuanza vita na Iran mwishoni mwa mwezi Februari kumeleta mshtuko kote duniani kutokana na zaidi ya 80% ya mbolea inayotumika barani Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara inaagizwa kutoka nje. Wachambuzi wanaonya kuwa hii inaweza kuongeza bei ya chakula katika bara zima na kuathiri wakulima na walaji katika nchi ambazo tayari zinashughulika na kupanda kwa gharama za maisha, mizozo na kuyumba kwa uchumi. Bei ya mafuta imepanda na masoko ya hisa yameyumba, huku ulimwengu ukisubiri kuona ni lini Iran itaruhusu njia kuu ya maji ambayo karibu 20% ya mafuta yote hupita kufunguliwa tena. Kwa sasa ni meli chache tu zinazopitia mkondo huo kila siku. Wakati huo mashambulizi ya miundombinu ya nishati katika eneo hilo yanazidi. Yamkini hakuna eneo linaloathirika zaidi kama bara Asia, ambapo karibu 90% ya mafuta na gesi inayopita kwenye mlango bahari wa Hormuz kuelekea nchi za Asia, na tayari athari zinaonekana. Serikali zimeamuru wafanyikazi kufanya kazi nyumbani, kupunguza siku za kufanya kazi, kutangaza siku za mapumziko ya kitaifa na kufunga vyuo vikuu mapema. Hata Uchina ambayo inadhaniwa kuwa na akiba sawa ya miezi 3 ya uagizaji wa bidhaa inafanya marekebisho na kupunguza upandaji wa bei za mafuta, huku raia wakikabiliwa na kupanda kwa bei kwa 20%. Vita vinaweza kuwa maelfu ya maili, lakini imekuwa na athari karibu kote duniani, ikiwemo mfumuko wa bei na kupanda kwa gharama za maisha. Nam, asante Agnes Penda. Bado tunasali kuangazia huko Mashariki ya Kati, ambapo wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA inasema kwamba imefahamishwa na Iran kwamba kombora limegonga kinu cha nyuklia katika mji wa kusini wa Bushehr. Mkuu wa shirika hilo ambaye ni Rafael Gross ametoa wito na kusisitiza kusitishwa kwa mashambulizi ili kuepusha hatari za usalama wa nyuklia. Zaidi na Ahmed Bahaj.
Kulikuwa na milipuko mashariki, kaskazini na katikati mwa Tehran usiku wa kuamkia leo, huku Israeli ikithibitisha kuwa imeanzisha mashambulio mapya. Iran inasema imerusha makombora dhidi ya Israel, Kuwait, Jordan na Bahrain. Kombora moja liligonga tanki la mafuta katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait na kukiteketeza. Mamlaka ya usafiri wa anga ilisema moto huo ulikuwa umedhibitiwa na hakukuwa na majeruhi. Taratibu za dharura zilianzishwa mara moja, huku timu za zimamoto zikikabiliana na moto huo, na ripoti za awali zikionyesha uharibifu wa nyenzo pekee. Video za mashuhuda zilionyesha moto ukiwaka na moshi ukipaa juu, uliorekodiwa kutoka mbali kuelekea kwenye tanki la mafuta kwenye uwanja wa ndege. Shirika la habari la Reuters lilithibitisha eneo la video kutoka madaraja, alama za biashara, majengo na mpangilio wa barabara ambao ulilingana na faili na picha za satellite. Tarehe hiyo ilithibitishwa na mamlaka ya usafiri wa anga ya Kuwait. Kiwanda pekee cha nishati cha nyuklia cha Iran kinachofanya kazi katika mji wa kusini mwa Bushehr pia kilishambuliwa wiki iliyopita, lakini hakukuwa na ripoti za majeruhi au uharibifu. Kwa upande wake, walinzi wa kitaifa wa Kuwait walitoa taarifa ya video tarehe 24 Machi ili kuhakikishia raia kwamba mionzi yoyote kutoka nchi jirani haitakuwa tishio kwa Kuwait. Walinzi wa kitaifa walifafanua kuwa mtambo wa nyuklia wa hali ya juu zaidi ulikuwa zaidi ya kilomita 240 kutoka Kuwait, na kueleza kuwa uvujaji wowote wa mionzi utafifia kabla ya kufika kwenye mipaka ya Kuwait. Video hiyo pia ilielezea hatua za tahadhari ili kuhakikisha usalama kamili, kama vile kwa raia kubaki ndani ya nyumba na kuepuka kutoka nje bila lazima, kufunga madirisha na milango ili kuzuia vifusi kuingia, na pia kufuata taarifa kutoka kwa vyanzo rasmi vya habari kwa mwongozo wa hivi punde. Walinzi wa kitaifa pia waliwataka raia na wahamiaji kuwa watulivu na kuhakikishia umma kwamba hakuna haja ya hofu. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni: bei ya mafuta ghafi imeshuka huku masoko ya hisa barani Asia yakipanda baada ya Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara za mataifa yasiyokuwa na uhasama nao. Umoja wa Mataifa umesema takriban raia 500 wameuawa nchini Sudan kati ya mwezi Januari na Machi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Na Umoja wa Ulaya umeilaani Urusi kwa kuwasajili raia wa mataifa ya Afrika kupigana katika vita nchini Ukraine. Hii ni BBC. Matangazo haya ni ya jioni, msikilizaji, ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, na unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili na ukurasa wetu wa Facebook, unaandika tu BBC Swahili. Hapo pia unaweza kusikiliza matangazo haya moja kwa moja pia na redio ya shirika mbalimbali. Mimi ni Skola Kisanga na mtangazaji mwenza ni Caro Robi, yuko kule studio zetu za Nairobi nchini Kenya. Tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba Urusi imetekeleza mashambulizi makubwa zaidi ya anga katika kipindi cha saa 24 zilizopita tangu kuanza kwa vita vinavyoendelea dhidi ya Ukraine kwa kulenga miji kadhaa ya Ukraine kwa kutumia droni 948. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, droni 556 zilirushwa kuanzia saa 3 asubuhi kwa saa za huko siku ya Jumanne katika shambulio la mchana lisilokuwa la kawaida sana ambalo liliua watu 3 na kujeruhi makumi ya wengine. Ngaga na taarifa zaidi. Shambulio la kombora lililofanywa na Ukraine limesababisha moto katika bandari kubwa iliyopo bahari ya Baltic kaskazini magharibi mwa Urusi. Gavana wa eneo la Leningrad Magharibi amesema kuwa moto huo katika bandari ya Ust-Luga unaendelea kudhibitiwa na kuongeza kuwa hakuna vifo wala majeruhi vilivyoripotiwa. Bandari hiyo ni kitovu muhimu cha usafirishaji wa bidhaa kutoka Urusi zikiwemo mbolea, mafuta na makaa ya mawe. Siku ya Jumatatu, Ukraine pia ilishambulia na kusababisha moto mwingine katika bandari ya Primorsk ambayo iko karibu na mpaka wa Finland kaskazini magharibi mwa Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alishutumu Urusi kwa kile alichokiita upotovu wa hali ya juu kabisa baada ya kuanzisha moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga wakati wa mchana siku hiyo. Rais wa Ukraine ameitaja Urusi kuwa wabaya wake dhidi ya taifa lake baada ya kuzindua moja ya mashambulizi yake makubwa zaidi mpaka sasa. Urusi ilirusha karibu maelfu ndege zisizo na rubani ndani ya masaa 24. Kampuni ya usambazaji umeme ya eneo hilo imesema hii leo kuwa mashambulizi ya Urusi yameharibu vituo viwili vya nishati katika mkoa wa kaskazini wa Chernihiv nchini Ukraine na kuwaacha takribani wakaazi wapatao 212,000 bila umeme. Mkoa wa Chernihiv uliathiriwa vibaya na kukatika kwa umeme wakati wa majira ya baridi, huku Urusi ikiendesha kampeni kubwa zaidi ya mabomu katika vita ya miaka 4 dhidi ya mfumo wa nishati ya Ukraine. Shambulio la awali lilisababisha sehemu kubwa ya mkoa huo kukosa umeme siku ya Jumamosi.
Kampuni ya Chernihiv-Blenergo imeeleza kuwa karibu watumiaji 150,000 katika mji wa Chernihiv na wilaya zinazozunguka wamekosa umeme baada ya shambulio la Urusi kuharibu kituo cha nishati katika wilaya hiyo. Urusi imekuwa ikilenga miundombinu ya nishati ya Ukraine katika kipindi chote cha vita, hali ambayo imesababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara kwa saa nyingi kote nchini humo. Ukraine pia imekuwa ikishambulia mfumo wa nishati wa Urusi, hasa viwanda vya kusafishia mafuta, maghala na vituo vya usafirishaji. Kupitia mtandao wa Telegram, gavana wa mkoa huo alitoa taarifa kuwa takribani wakazi 21,000 wa mji wa Salvotich ulioko katika mkoa jirani wa Kiev pia wamekosa umeme kwa muda kufuatia shambulio la asubuhi, na miundombinu muhimu imehamishiwa kwenye matumizi ya vyanzo mbadala vya umeme. Wakati huo huo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na timu ya usalama wa ndani, imesema kuwa ndege isiyo na rubani kutoka anga ya Urusi iligonga bomba refu la moshi la kituo cha kuzalisha umeme cha Auvere nchini Estonia. Hakuna mtu aliyejeruhiwa katika tukio hilo, ilisema taasisi hiyo inayojulikana kama ISS katika taarifa yake, ikiongeza kuwa ndege hiyo isiyo na rubani iliingia katika anga la Estonia kutoka anga la Urusi. Kituo hicho cha umeme cha Auvere kinachoendeshwa na kampuni ya Enefit Power kipo kaskazini mashariki mwa Estonia, karibu na mji wa Narva ulio mpakani na Urusi. Mkurugenzi mkuu wa ISS Margo Paulson ameonyesha kukirwa kwake na matokeo ya vita na kusema haya ni madhara ya vita kubwa ya uchukuzi wa Urusi, akionyesha wasiwasi kuhusu uwezekano wa matukio kama hayo kutokea tena siku zijazo. Na Umoja wa Mataifa nao unasema kuwa takriban raia 500 wameuawa nchini Sudan kati ya mwezi Januari na Machi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Haya yanajiri huku shirika la afya duniani WHO likisema zaidi ya watu 70 wameuawa katika mashambulizi yaliyolenga hospitali ya Al-Dain mashariki mwa Darfur. Muda mfupi uliopita nimezungumza na afisa mwandamizi wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF John Riaga kupata picha kamili ya hali ilivyo Sudan. Sisi tunatoa huduma za dharura za kiafya tukitilia mkazo zile kanuni zetu za kutoegemea upande wowote, na tumekuwa katika nchi ya Sudan kwa muda sasa. Maeneo zote mbili zinazodhibitiwa na kundi la SAF na lile kundi lingine la RSF, na tuko katika jimbo 9 kati ya jimbo zile 18 katika nchi ya Sudan. Kumbuka kwamba tukiingia katika mwezi ujao, vita ya nchi ya Sudan zitakuwa zinaanza mwaka wa 4. Tunapozungumza sasa, takwimu zinaonyesha kwamba watu zaidi ya 2,000 wameweza kupoteza maisha yao, na ndipo tunarudia jambo ambalo tumekuwa tukisema kila wakati, ya kwamba wananchi wa kawaida, wale ambao ni wahudumu wa afya, wasishambuliwe kwa njia zozote wakati wa vita. Kuna kitendo ambalo kinaendelea katika nchi ya Sudan kwa sasa, ni ile ya utumiaji wa ndege zisizo na rubani, zile tunaita drones. Unapata wanatumia hizo ndege kufanya shambulizi. Wanashambulia sio tu maeneo ya ambazo kuna wale wanajeshi, zile kundi ambazo zinazozana. Unapata kwamba wakifanya shambulizi, wanafanya shambulizi katika maeneo ya ambapo kuna watu wa kawaida, maeneo ya msingi, makazi, shule, soko, na kusikitisha zaidi ni hata hospitali. Unapata kwamba kuna shambulizi zimefanyika na watu wameweza kupoteza maisha yao. Naam, mwaka huu peke yake tangu umeanza Januari mpaka hapa tulipofika Machi, Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba zaidi ya raia 500 wameuawa Sudan. Hii inaashiria nini ongezeko hili kubwa? Tayari ndani ya kipindi cha miezi mitatu tu watu 500 wamefariki dunia. Ni kwamba unazidi kuwa mbaya zaidi licha ya mito iliyokuwa imekuwa ikitolewa ya kwamba mzozo huu kidogo jumuiya ya kimataifa ijaribu kushughulikia. Lile ambalo linatendeka kule ni kwamba wale ambao wanahusika, wale ambao wanazozana, zile kundi mbili, wameweza kukiuka katika sheria za kibinadamu ama zile humanitarian law. Kuna kanuni fulani kundi ambazo zinazozana wanatakiwa kuweza kufuatilia, na tunaona kwamba hata hiyo namba ambayo umesema, wengi ni wananchi wa kawaida, wakiwa watoto, wanawake. Kwa hivyo tunasema kwamba wale ambao wanazozana katika nchi ya Sudan, wale wahusika
inabidi wawajibike, na kuwajibika ni kutoshambulia zile maeneo ambazo nimeweza kusema. Hata ingawa tumezungumza na tumeashiria kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Sudan, bado watu wanazidi kufa. Ni kumaanisha kwamba wale wanaozozana wametilia masikio nta, hawataki kusikia, ama wale ambao wako nje ya nchi ya Sudan, wale ambao wanatakikana kuzungumzia mambo ya amani ama mambo ya vita katika nchi kote duniani, hawajatilia mkazo haswa nchi ya Sudan. Kwa sababu ni maneno ya kuita wale wanaohusika kuketi nao chini na kuambia, tafadhali, kanuni zinasema kwamba wahusika ama wahudumu wa afya, watoto, wanawake, wale ambao hawako kwenye vita wasishambuliwe. Mnawezaje kuendelea na shughuli zenu na operesheni zenu katika maeneo yaliyoathirika, na ni wapi hasa mnapoona kwamba kumeathirika zaidi kati ya majimbo ambao mna shughuli huko? Kuna maeneo ambayo tunaweza kufika japo kwa ugumu. Mara nyingi inabidi tuweze kuzungumza na kundi la SAF ama kundi la RSF ili waweze kutupa nafasi kuweza kupita ili kufika katika maeneo ambapo kuna watu ambao wanahitaji huduma za afya. Kuna maeneo ambayo hatuko kama shirika la MSF kwa sababu hatujaweza kufika kule. Nilikuambia kwamba tuko katika hospitali karibu 17 za primary healthcare katika nchi yote ya Sudan. Kwa hivyo kwa kifupi ni kusema kwamba japo kuna ugumu mara kwa mara, tunajitahidi kwa sababu sisi tunasema kwamba hali ya maisha ama hali ya afya ya wananchi wa kawaida inapozoroteka katika vita kama hivi, tunajaribu kila tuwezalo ili kufika kule na kutoa huduma za afya. Namna sasa, moja kwa moja viwanjani na Ive Buchana. Barabara kabisa. Mshambuliaji wa klabu ya Liverpool Mohamed Salah amethibitisha rasmi kuwa ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Salah alitangaza uamuzi huo jana usiku kupitia ujumbe wa video kwenye mitandao yake ya kijamii, akisema kuwa huu ni mwanzo wa safari yake ya kuaga. Licha ya kuwa na mkataba hadi mwaka 2027, Salah na uongozi wa Liverpool wamefikia makubaliano yatakayomruhusu kuondoka kama mchezaji huru msimu huu wa kiangazi. Mshambuliaji huyo amefikia makubaliano na klabu ya Liverpool yatakayomfanya ahitimishe safari yake ya kukumbukwa ya miaka 9 ndani ya uwanja wa Anfield. Salah ameelezea nia yake ya kutoa tangazo hili kwa mashabiki mapema iwezekanavyo ili kuweka wazi mustakabali wake kutokana na heshima na shukran alizonazo kwao. Alisajiliwa kutoka AS Roma ya Italia msimu wa kiangazi mwaka 2017 na mchezaji huyo nambari 11 amejidhibiti vilivyo kama mmoja wa wachezaji bora zaidi katika historia ya Liverpool, akisaidia klabu hiyo kushinda mataji mawili ya ligi kuu ya England, ligi ya mabingwa Ulaya, kombe la dunia la klabu la FIFA, UEFA Super Cup, kombe la FA na mataji mawili ya Carabao pamoja na FA Community Shield. Idadi yake ya mabao 255 katika michezo 435 aliyocheza hadi sasa inamfanya raia huyo wa Misri kushika nafasi ya 3 katika chati ya wafungaji bora wa muda wote wa Liverpool, akishinda kiatu cha dhahabu cha ligi kuu mara 4 mbali na tuzo nyingine nyingi za kibinafsi. Taarifa zisizo rasmi zinaashiria kuwepo kwa mvutano na kocha mpya Ancelotti, ikiwemo malumbano ya hadharani baada ya Salah kuwekwa benchi katika baadhi ya mechi msimu huu. Kwa sasa bado haijawekwa wazi ni klabu gani atakayojiunga nayo, ingawa klabu kutoka nchini Saudi Arabia zinatajwa kuonyesha nia kubwa ya kumsajili. Pia barani Ulaya, habari kuu ni kuhusu mechi za nusu fainali ya mchujo wa kufuzu kombe la dunia, ambapo timu zinapambana kujaza nafasi zilizosalia. Mechi hizo zitachezwa kesho Alhamisi kama ifuatavyo: Uturuki itamenyana na Romania, Jamhuri ya Czech kupambana na Jamhuri ya Ireland, Denmark kutoana jasho na Macedonia Kaskazini,
Italia kupepetana na Ireland Kaskazini, Poland ikichuana na Albania, Slovakia itamenyana na Kosovo, Ukraine kuyalika Sweden, huku Wales ikipambana na Bosnia Herzegovina. Nikirudi England, Manchester United bado wanakusudia kuwa na uwanja wao mpya uliokamilika na tayari kuwa mwenyeji wa fainali ya kombe la dunia la wanawake ya mwaka 2035. Ni zaidi ya mwaka mmoja tangu mmiliki mwenza wa klabu hiyo Sir Jim Ratcliffe alipozindua mipango mikubwa ya uwanja wenye uwezo wa kuchukua watazamaji 100,000 karibu na eneo la sasa la uwanja wao wa Old Trafford. Wakati huo Ratcliffe alizungumzia jaribio la kukamilisha ujenzi ndani ya kipindi cha miaka 5, jambo ambalo lilizua matarajio makubwa kuhusu kasi ambayo mradi huo ungeanza. Hata hivyo, kama ilivyobainishwa faraghani, wakati huo klabu ilikuwa haina ardhi ya kujenga, mipango ilikuwa bado haijawekwa sawa na hakuwa na uchanganuzi wa kina wa kibiashara. Kiuhalisia, ile miaka 5 inaanza kuhesabiwa kuanzia wakati United itakapopewa ruhusa rasmi ya kuanza kuchimba msingi. Vyanzo vya United hapo awali viliambia BBC Sport kuwa lengo lilikuwa kuwa mwenyeji wa fainali ya mwaka 2035. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana. Ni saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika Dira ya Dunia leo jioni: bei ya mafuta ghafi imeshuka huku masoko ya hisa barani Asia yakipanda baada ya Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara za mataifa yasiyokuwa na uhasama nao. Umoja wa Mataifa umesema takriban raia 500 wameuawa nchini Sudan kati ya mwezi Januari na Machi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, na mwanasiasa wa muda mrefu nchini Tanzania William Lukuvi amefariki dunia. Hii ni BBC. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza ukatusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili na ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, lakini pia unaweza ukasoma taarifa mbalimbali zinazoendelea kuchapishwa hapa na kitengo cha dijitali, Kiswahili kitukuze, digitali, BBC News Swahili. Ziko taarifa mbalimbali, kuna habari, michezo, makala, afya, burudani, video pamoja na vipindi vya redio. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Karo Robi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu pamoja na watu wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani William Lukuvi ameaga dunia nchini Tanzania. Kifo chake kimetokea leo tarehe 25 mwezi Machi saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa iliyoko katika mji mkuu wa Tanzania, Dodoma. Hii ni kwa mujibu wa taarifa Ikulu ya Tanzania iliyotolewa mapema hii leo. Lukuvi alikuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa mshtuko wa moyo katika hospitali hiyo. Amefariki akiwa na umri wa miaka 70. Awali nimezungumza na George Mkuchika ambaye ni waziri mstaafu na aliyemfahamu kwa karibu kabisa marehemu William Lukuvi. Baada ya kustaafu utumishi wa umma, naishi kijijini kwangu na Mbunga, wilaya ya Newala. Kwa hivyo msiba huu nimeusikia leo asubuhi kwa kupigiwa na makomredi wenzangu kutoka Dodoma. Kwa hivyo nimepokea kwa masikitiko makubwa sana taarifa ya msiba huu, kwa sababu komredi wangu huyu Lukuvi alikuwa na tabia nzuri sana kwenda nje, kwenda kufanyiwa medical check-up, wala hajarudi muda mrefu kutoka nje, na aliporudi alituambia kwamba afya yake ni nzuri, hakuna tatizo lolote. Kuja kusikia leo kwamba amefariki kwa mshtuko wa moyo, basi mimi nimeshtuka sana na nimesikitika sana. Nikupe pole sana Mheshimiwa George Mkuchika, lakini kwa wale ambao labda walikuwa hawamfahamu kwa ukaribu, tumemzoea tu kumuona katika majukumu katika majukwaa kama mbunge ambaye amehudumu kwa muda mrefu, amekuwa waziri katika sekta mbalimbali. Alikuwa ni mtu wa namna gani mbali na majukumu yake haya ya kiserikali na kutumikia umma? Lukuvi na mimi ni matunda ya TANU Youth League. Mimi nimemaliza chuo kikuu Machi 73. Lukuvi na mimi kupishana tunazaliwa miaka 7-8. Kwa hivyo Lukuvi alipomaliza secondary school alikuwa mwalimu wa shule ya msingi na alianzia kazi kwetu Mtwara huku. Alifanya kazi kule
mpaka alipoamua kuacha ualimu akajiunga na umoja wa vijana, tukampa nafasi ya ukatibu wa vijana wa wilaya. Baadaye akapanda akawa naibu katibu mkuu umoja wa vijana. Hiyo ni baada ya kuzaliwa CCM. Akapanda akawa mkuu wa wilaya. Amefanya kazi ya ukuu wa wilaya mpaka alipoamua kwenda kugombea ubunge. Na nataka niseme moja kati ya sifa alizoziacha Lukuvi bungeni pale, yeye alikuwa bingwa wa sheria na kanuni za bunge, na ndio maana mara ya kwanza kupata uwaziri alikuwa mnadhimu mkuu wa serikali, kada wa chama asiyetiliwa shaka. Sisi Youth League wa zamani ambao tumesoma siasa ya ujamaa na kutegemea, yule tulikuwa tunamwita tested kada wa tano na CCM. Lakini sifa nyingine, Lukuvi alipenda sana jimbo lake la Isimani, na ndio maana wamemchagua mara 6 kama mbunge wa jimbo la Isimani. Lukuvi alikuwa ni mzalendo, pia alikuwa ni mchapa kazi. Kitu gani ambacho unadhani vijana lakini pia wanasiasa wakongwe na hata wachanga wanacha kujifunza kutoka kwa William Vangimembe Lukuvi, moja kati ya wanasiasa ambao wamehudumu kwa muda mrefu kama wabunge zaidi ya vipindi 5, lakini pia ni miongoni mwa mawaziri ambao wameongoza pia kwa muda mrefu? Yepi ambayo nadhani ameacha kama alama ya watu kujifunza kutoka kwake? Kwa Lukuvi amewaachia kwanza uzalendo, kupenda nchi yake. Lukuvi amewaachia uvumilivu. Kipindi fulani alikuwa mshauri wa rais, maneno yakapita, ametemwa, lakini ile kazi ya mshauri wa rais akaifanya vizuri sana, mpaka rais baadaye amesema huyu namrudisha tena kwenye baraza. Uvumilivu. Kwa hiyo Lukuvi katuachia somo la uzalendo, somo la uvumilivu, lakini somo la kujali kazi uliopewa kuifanya vizuri. Waziri aliufanya vizuri, mshauri wa rais alifanya vizuri, na ndio maana rais akaamua tena kwamba anamrudisha kwenye baraza la mawaziri. Ni msiba kwa watu wa Isimani kama jimbo, lakini pia ni msiba wa Watanzania wote, kwa sababu kwa nafasi yake kama waziri alituhudumia Watanzania wote. Na msikilizaji, tunawapa pole wote waliofikwa na msiba huo wa marehemu William Lukuvi ambaye ni mwanasiasa wa muda mrefu huko nchini Tanzania. Umoja wa Ulaya umeilani Urusi kwa kuwasajili raia wa mataifa Afrika kupigana katika vita nchini Ukraine. Mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya na makamu wa rais wa Kamisheni ya Ulaya Kaja Kallas ameelezea kitendo hicho cha Urusi kuwa sio maadili na kaonya dhidi ya kuajiri raia kutoka Ghana kupigana katika mzozo huo. Gideon Maina na maelezo zaidi. Makamu wa rais wa Muungano wa Ulaya ambaye pia ni mratibu mkuu wa muungano huo Kaja Kallas, ambaye yuko ziarani nchini Ghana, ameelezea wasiwasi wake kuhusiana na hatua ya Urusi ya kuwasajili raia wa kigeni hasa wa Afrika kujiunga na jeshi lake ili kushiriki vita vyake dhidi ya Ukraine. Kallas ambaye anazuru Ghana ili kusaini mkataba wa kihistoria wa ulinzi, amesema vita kati ya Urusi na Ukraine vimekuwa na athari kubwa kiuchumi na kijamii barani Ulaya na Afrika. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeto, raia 55 wa Ghana wameuawa katika vita hivyo baada ya kusajiliwa kujiunga na jeshi hilo la Urusi, huku wengine 2 wanazuiliwa kama wafungwa wa vita. Inakadiriwa kuwa wanaume 1780 kutoka mataifa 36 ya Kiafrika wamesajiliwa kujiunga na vita kati ya Urusi na Ukraine. Wengi wao waliahidiwa kazi nzuri na yenye malipo ya juu, lakini hatimaye walishurutishwa kuingia vitani. Serikali ya Urusi imekanusha madai ya kuwahadaa wa Afrika ili kujiunga na jeshi lake. Awali waziri huyo alisema kuwa serikali ya Ghana inafanya kila juhudi ili kutokomeza maajenti wanaowasajili raia wake kujiunga na jeshi la Urusi. Mkataba huo wa ulinzi kati ya Ghana na Muungano wa Ulaya unatarajiwa kukabiliana na tatizo la maajenti hao, kupambana na ugaidi, usalama wa mipaka ya ardhini na majini. Na kwingineko ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu uhamiaji IOM limesema idadi ya watu waliofariki dunia wakijaribu kufika rasi ya Uarabuni wakitokea pembe Afrika imeongezeka maradufu hadi watu 922. Sifu Abdallah na maelezo zaidi. Watu hao waliofariki dunia walikuwa miongoni mwa zaidi ya wahamiaji 500,000 waliojaribu kuvuka bahari ya Shamu wakiwa na ndoto za kufika mataifa ya Kiarabu ya Ghuba kwa lengo la kutafuta ajira katika nchi hizo tajiri.
IOM imesema ongezeko hilo linaashiria mbinu mpya za wanaosafirisha watu kimagendo ambazo zinakwepa vituo vya ukaguzi vilivyopo Ethiopia, Djibouti na Somalia. Maelfu ya wahamiaji waliojaribu kutumia njia hizo waliishia kukwama nchini Yemen, ambako shirika hilo la kimataifa la uhamiaji limesema hali ya binadamu imezorota, huku watu wakiwekwa vizuizini na wanawake kunyanyaswa na magenge wanaofanya biashara haramu ya kuwasafirisha wahamiaji. Yemen ni taifa maskini zaidi katika rasi hiyo ya Uarabuni na imekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa takriban muongo mmoja. Baadhi ya wahamiaji wanaojikuta nchini humo huwa radhi kurejea makwao badala ya kusalia Yemen. Mkuu wa IOM nchini Djibouti, Tanja Pacifico, amesema ikilinganishwa na mwaka 2024, mwaka jana 2025 ulikuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodi idadi kubwa ya watu waliokufa au kupotea wakiwa njiani kuelekea nchi za Kiarabu na kwingineko. Wengi wa waathiriwa ni kutoka Ethiopia, taifa la pili ya Afrika lenye idadi kubwa zaidi ya watu, likiwa na zaidi ya watu milioni 130. Ethiopia inakumbwa na mizozo mingi ya wenyewe kwa wenyewe na umaskini uliokithiri, mambo yanayowafanya wengi wa raia wake kutaka kuihama nchi hiyo. Na takriban miili 32, mingi yao ikiwa ya watoto wachanga, imefukuliwa kutoka kaburi la pamoja lilogundulika katika kaunti ya Kericho nchini Kenya. Ufukuaji huo ulifanyika baada ya polisi kupata amri ya mahakama ya kufukua miili 14 ambao awali iliaminika kuzikwa katika eneo hilo. Zaidi na Mariam Jahid. Takriban miili 32, wengi wao wakiwa watoto, imefukuliwa kutoka kwenye kaburi la pamoja katika mji wa Kericho, magharibi mwa Kenya, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu ugunduzi huo wa kushangaza. Ufukuaji huo ulifanyika baada ya polisi kupata amri ya mahakama ya kuopoa miili 14 ambayo awali iliaminika kuzikwa katika eneo hilo. Mkaguzi wa maiti wa serikali Richard Njoroge aliwaambia waandishi wa habari hapo jana siku ya Jumanne jioni kwamba kile walichokipata kilikuwa cha ajabu, huku miili ikiwa imerundikwa kwenye mifuko baada ya shughuli ya siku nzima ambayo ilikatizwa na mvua. Uchunguzi wa maiti ulitarajiwa kuanza leo siku ya Jumatano, huku kukiwa na wito wa kutambua mara moja miili hiyo na kuchunguza mazingira ya vifo hivyo. Njoroge, ambaye ni mkaguzi wa maiti wa serikali, alisema kulikuwa na watu wazima 7 na watoto 25, huku watoto wakiwa watoto wachanga na vijusi. Sehemu kadhaa za mwili pia zilipatikana. Mkaguzi huyo pia aliongeza kuwa baadhi ya miili hiyo inaonekana kutoka hospitali na vyumba vya kuhifadhia maiti, lakini hilo litajulikana zaidi baada ya kufanyiwa uchunguzi. Alibainisha kuwa mabaki ya watu wazima yalikuwa yameharibika sana, huku yale ya watoto yakiwa yamepungua kidogo, jambo ambalo alisema lilionyesha kuwa walikufa kwa nyakati tofauti. Siku ya Jumatatu, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ilisema matokeo yao ya awali yalionyesha kuwa miili 13 ambayo kuchukuliwa ilitolewa rasmi kutoka hospitali katika kaunti jirani ya Nyamira na kusafirishwa hadi Kericho kwa mazishi Ijumaa iliyopita. Walakin masuala mengi yanabaki kuhusu miili ya ziada na jinsi ilivyozikwa. Haijabainika pia jinsi miili hiyo ilizikwa katika eneo ambalo ni la Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK, ambalo limekanusha kuhusishwa na maziko hayo ya siri. Afisa wa shirika hilo aliambia gazeti la Daily Nation kwamba mazishi hayo yalifanywa bila idhini yao na kuwashangaza maafisa wa NCCK. Awali, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ilisema inachunguza iwapo kulikuwa na uhalifu wowote kando na kasoro zilizoripotiwa katika shughuli ya mazishi. Washukiwa wawili, afisa wa afya ya umma kutoka Nyamira na mhudumu wa makaburi, wameripotiwa kukamatwa kuhusiana na suala hilo, huku wengine wakihojiwa. Mariam Jahid, Dira ya Dunia, BBC. Naam, asante Mariam. Uchunguzi wa BBC umefichua biashara haramu ya kimataifa ya samaki wachanga aina ya mikunga wanaoitwa na walanguzi kama cocaine ya baharini. Mtandao wa magendo wenye makao yake Hong Kong unawapata samaki hao kutoka Ulaya na kuwatorosha kwenda Asia licha marufuku ya usafirishaji nje ya nchi. Isabella Mwagodi anaeleza zaidi. Kuna baridi, ni giza na mvua inanyesha. Hali nzuri kabisa kwa mvuvi Shen. Maji hayo ni mengi sana, hayajawa hivi kwa siku nyingi. Huu ni mto Severn huko Gloucester, Uingereza, moja ya sehemu ambapo samaki aina mikunga Ulaya bado wanaweza kupatikana. Msisimko wa ajabu huu, wapi wanakwenda, watakuwa wapi, kila kitu ni siri kuu. Angalia, kuna wengi sana humo ndani, pengine kuna kilo kama 2 hivi hapa. Nchini Uingereza, idadi kubwa ya samaki mkunga wachanga lazima wawe wanauzwa kwa ajili ya miradi ya kuwahifadhi. Shen anauza mikunga hawa kwenye bohari chini ya sheria. Katika soko la magendo kule Asia, shehena hii inaweza kuwa na thamani ya $1000. Kwa Shen, usiku wa leo ni kama amepata samaki wakunga 100 hivi.
Saa 3 za kuvua napata pauni 175. Katika mkahawa wa kifahari jijini Paris, Duke, ambalo si jina lake halisi, anafurahia sahani ya mikunga. Ndani ya Umoja wa Ulaya kuna soko la kisheria la mikunga, lakini Duke havutiwi na hilo. Inasemekana tani 100 za samaki wadogo mikunga husafirishwa kimagendo kutoka Ulaya. Ningesema hiyo ni idadi ndogo sana. Tunawaita kokeni hai, kokeni ya baharini. Duke ameruhusu BBC World Service kufuatilia operesheni yake ya usafirishaji haramu wa samaki aina ya mkunga wa changa, mradi tu jina lake lisijulikane. Anampigia simu mwanachama wa genge huko Hong Kong ili kuhakikisha wako tayari kwa shehena ya hivi karibuni haramu kutoka Ulaya. Samaki mkunga wa Asia ambaye alikuwa akisambazwa China pia ni adimu, hivyo mahitaji ya mkunga wa Ulaya yameongezeka sana. Hakuna njia halali za kisheria, hivyo biashara ya siri inastawi. Mwanasayansi Florian Stein anaeleza. Kwa hiyo hapa tunazungumzia moja ya uhalifu mkubwa zaidi wa wanyamapori duniani kwa upande wa wanyama wanaosafirishwa haramu, pamoja na dhamani ya udanganyifu, na dhamani ya jumla ya nyama hiyo ni euro bilioni 2 hadi 3 kwa mwaka. Mkunga hao wachanga hufungwa kwenye masanduku na kusafirishwa kama mzigo kwenye ndege. Mwanachama wa genge la Duke anasubiri ufukweni huko Hong Kong. Anaelezea kile wanachofanya baada ya kuchukua masanduku hayo kutoka kwa uwanja wa ndege. Zinasubiri zikiwa na vifaa vya kuwaweka samaki mikunga hai. Kuna maelfu ya mashamba ya samaki mikunga nchini China. Mara baada ya kunenepesha, kusindikwa na kuuawa, wanaweza kuuzwa popote duniani. Wanapeleka China. Tunatumia boti za mwendokasi au boti nyingine ndogo. Pamoja na genge la jirani, tuna timu 6 ambazo zinatosha kuendesha operesheni nzima ya magendo ya mikunga wa Ulaya. Wanachama wa magenge waliambia BBC kuwa ingawa magendo ya mikunga yana faida kubwa kama cocaine, adhabu ukikamatwa ni ndogo zaidi. Tumerudi kwenye mto Severn nchini Uingereza, ambapo mvuvi Shane sasa anafunga mizigo yake kwenye gari. Babu yangu alikuwa akivua samaki mkunga. Babu yangu na mjomba wangu tulikuwa tunajua walikuwa wakienda wapi. Sasa siasa imezidi, kwa hiyo heri niende tu kuvua, nifurahi kukamata samaki na kurudi nyumbani. Na msikilizaji, unaendelea kuyasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, kama afanyavyo hapa Frank Shayo wa Arusha Sakina, anayesema kwamba hivi vita vya Iran vitaathiri sana uchumi wa dunia. Ni Koraus Baba Frola kutoka kule Kigoma, Tanzania, anasema apumzike kwa amani William Lukuvi. Junusi Kivike ukiwa Iringa, Tanzania, asante kwa kuwa nasi. Na Isaya Sambo mpenda amani ukiwa kule Tanzania pia vile Buchumi Jacob wa Kakonko, Kigoma, Tanzania, unasema mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati ni wa kutisha kabisa. Vyema meza mazungumzo ikahusika ili kuwanusuru raia wasio na hatia yoyote. Maweji Robert, ni kushukuru pia kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya leo jioni. Peter Silas Erasto ukiwa kule Dodoma, Tanzania, Nelson Chigere na Justin Mugurubi. Katika mazingira ya tulivu katika eneo la Githurai jijini Nairobi, mama mmoja mwenye azma ya dhati kabisa ya kujitolea maisha yake kumlea mwanawe pekee aliona ugonjwa wa kupooza ubongo, yani cerebral palsy, huku akijitahidi kupenya katika ulimwengu ambao mara chache hutoa nafasi kwa ajili yake. Huku hali ngumu ya kifedha na uchovu wa kihisia vikitishia kumlemea, anakataa kuruhusu ulemavu wa mwanawe kuwa kigezo cha kumtambulisha. Mwezi Machi huwa ni mwezi unaotambulika kuwa mwezi wa kitaifa wa uhamasishaji wa ugonjwa wa kupooza ubongo. Asha Juma alimtembelea na kutuandalia taarifa hii. Kariukitu ni mtoto wangu. Nampenda. Yaani kitu yote yenye nafanya kwa hii maisha, ikuwe ni mbaya ikuwe ni mzuri, ni sababu yake. Mbona sikia uchungu? Huyu mtoto ananitegemea 24/7 kuanzia asubuhi mpaka usiku. Ni mimi na huyu mtoto. Safari yako wakati wa ujauzito ilikuwa namna gani? Nilikuwa na ile yenye inaitwa prolonged labor ya siku 4. Nilimwaga maji siku 4 bila kushughulikiwa. Ya 5 nikapata mtoto, alafu akapelekwa NBU. Ulijifungua kwa njia ya kawaida? Ndio, nilizaa normal. Na baada ya hapo kuna chochote daktari alikwambia? Hakuna tu daktari aliniambia, kwa sababu mtoto alilia. Mimi mwenyewe niliona mtoto alilia, lakini mimi nilizimia. Sasa nilipoamka masaa ya kuzaa mtoto na mimi kuzimia na kuamka ilikuwa difference ya 2 hours. Nilizimia masaa 2, nikaamka tukapelekwa kwa kitanda tukalala na mtoto. Sasa hiyo siku yote mtoto hakunyonya. Kesho yake mtoto akabadilika akawa mweupe na akazeeka
kabisa. Sasa hapo ndo alipelekwa nasari. Baada ya kumpeleka mtoto nasari, walikuambia mtoto ana matatizo gani? Hawakuniambia kitu yoyote. Walimweka tu hapo, wakaniambia watamwangalia wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, mtoto akikuwa sawa tutaruhusiwa kwenda nyumbani. Mimi hata nikitoka hospitali sikuwa najua mtoto wangu kama ako na shida yoyote, sikujua kabisa. Waliniambia kwa sababu hajanyonya, walikuwa wanataka hiyo ngozi yake irudi kawaida kama ya watoto, aache kuzeeka na aache kukua mweupe. Sasa tukadischargiwa, si tukarudi nyumbani bila hata ripoti ya daktari kutuambia mtoto wenyu ako na hii na hii, fanyeni hivi. Sisi sikujua kabisa, sikujua. Ni wapi ulijua pengine mtoto hayuko sawa? Nilijua mtoto akiwa na miezi 11 ndio nakuja kuona hapana, hata kama sijai kuwa na mtoto si kawaida. Mikono za mtoto zilikuanga hivi, si hata ukitaka kumuosha, ukitaka kumnini unang'ang'ana na yeye. Lakini sasa wale watu wenye walikuwa wanakuja kutembea walikuwa wanafurahia wakisema Kariuki ako na nguvu, mtoto ako na nguvu. Yani hakuna mtu mwenye alinotice. Umeshakubali hali ya mtoto, kitu gani kilikupatia msukumo wa kusonga mbele? Ya Mungu akitupatia huyu mtoto, si ati yako anajua kenye anafanya, alikuwa anajua. Sasa kenye tutafanya, hata challenges zikuje, tuko pamoja na huyu mtoto. Mimi na mtoto wangu nitasimama na yeye vizuri, nitamlea. Hata kama ni kulala njaa, tutalala njaa. Kama atakosa diaper ni sawa, atakaa hivyo, lakini ni mimi na Kariuki mpaka mwisho. Muda mwafaka wa kuanza matibabu kwa mtoto kama Kariuki ni from birth. Nasemanga the earliest intervention is the best intervention. Kwa hivyo mzazi hafai kuchelewa. Ukichelewa tena mtoto tena atarudi nyuma. Ile muda ambayo angefaa kuwa anachukua kutimiza ile milestones yake, ukichelewa atachelewa. Ukianza mapema atashika mapema. Ni kitu gani ambacho pengine umekiona kwa mtoto wakati umeanza safari ya matibabu, ukitizama ukaona ya kwamba kweli Mungu yuko pamoja na mimi? Kwa sasa hivi wenye tunaongea, mtoto wangu shingo yake imeshika. Uti wa mgongo umerudi vizuri na ilikuwa imebendi, ilikuwa nje. Sasa mtoto wangu anaweza rusha miguu zake. Jamani, mtoto ameimprove. Mpaka mimi mwenyewe nasikia vizuri. Anaweza niita mom. Baba. Unaweza ukasoma zaidi na ukatazama pia habari, picha na video kwenye tovuti yetu, lakini na ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili kuona waridi huo wa BBC. Twiga ni alama ya fahari nchini Tanzania. Uwepo wake ni kichocheo cha uchumi kama ilivyo kwa wanyamapori wengine, na wako hatarini kutokana na magonjwa ya uwindaji haramu. Taasisi ya World Nature Institute tangu mwaka 2011 imekuwa ikifanya kazi ya kuwatambua twiga na kwa kupitia mabaka yake kwenye ukanda wa kaskazini, hasa hifadhi ya Tarangire, Serengeti na Ziwa Manyara pamoja na Burunge, lengo ikiwa ni kudumisha uhifadhi wao kwenye mazingira yao ya asili. Utafiti wao unahusisha pia upigaji picha na matumizi ya akili unde AI ili kuchakata taarifa za mabaka zilizokusanywa katika picha ili kuwatambua. Mwandishi wa BBC Egan Sala na taarifa zaidi. Twiga ni alama na fahari ya Tanzania. Uwepo wake ni kichocheo cha uchumi. Kama ilivyo kwa wanyamapori wengine, nao wako hatarini kutokana na magonjwa na uwindaji haramu. Hizi ni jitihada za makusudi kuwafuatilia na kuwatambua. Taasisi ya Wild Nature Institute tangu mwaka wa 2011 imekuwa ikifanya kazi hii ya kuwatambua twiga kwa kupitia mabaka yao kwenye ukanda wa kaskazini, hasa hifadhi ya taifa ya Tarangire, Serengeti na Ziwa Manyara. Twiga wana alama ambazo hazifanani. Hakuna twiga wawili wanaofanana alama zao. Alama zao za mabaka ya ngozi ni kama alama zetu za vidole. Kwa hiyo tukipiga picha twiga mmoja tunaweza kumtambua baadaye tukiangalia zile alama zake. Aina hii ya utafiti pia inajali ustawi wa wanyama hao, kwani hawakamatwi wala kudungwa sindano wakati wa utafiti kama ilivyo kwa wanyama wengine. Hatuhitaji kuwasumbua kwa namna yoyote. Kwa hivyo tunatoa maarifa kuhusu twiga ambayo yanawezesha namna bora zaidi ya kuwahifadhi bila kuwabugudhi kwenye mazingira yao ya asili, na hatuwakamati kabisa, sababu hiyo ni hatari. Akili unde kwa sasa haikwepeki.
na imekuwa msaada mkubwa kwenye kutatua na kurahisisha mambo mengi. Wataalamu wa Microsoft wamesaidia mpango huu kwa kuunda programu maalum ya uchakataji data. Uhifadhi unahitaji data muhimu zaidi. Wanahitaji taarifa sahihi ili waweze kufanya maamuzi yakinifu kwa ajili ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira ambacho AI inawapatia. Na msikilizaji, kutoka huko Tanzania tunaelekea Rwanda, ambako katika kesi ya rufaa ya Bi Beatrice Munyenyezi inaofanyika katika mahakama kuu iliyoko mjini Nyanza, mawakili wake wameiambia mahakama kuwa mashahidi waliotoa ushahidi dhidi yake hawaaminiki kwa sababu ushahidi wao hauna ukweli na unakinzana baina yao. Bi Munyenyezi mnamo mwaka 2024 alipatikana hatia kwa makosa ya mauaji ya kimbari na ubakaji wa wanawake. Alirejeshwa nchini Rwanda mwaka 2021 akitokea nchini Marekani. Alikataa rufaa akipinga mashtaka hayo. Mwandishi wa BBC Yves Bucyana anafuatilia kesi hiyo na ametutumia taarifa hii. Katika kikao cha leo, upande wa utetezi umewasilisha sababu za mwisho za kupinga ushahidi uliotolewa na mashahidi, huku ukisisitiza kuwa Munyenyezi hana hatia. Wakili anayemtetea Munyenyezi, Brice Bikotwa, ameiambia mahakama kuwa kauli za mashahidi wanaomshtumu Munyenyezi zina upungufu mkubwa, huku wakibainisha kuwa mashahidi wawili dhidi ya mteja wake walikuwa hawamfahamu vizuri. Swala lililopewa msisitizo mkubwa ni kuhusu kikao cha mauaji kilichofanyika mjini Butare, wakati mashahidi wakidai kuwa kikao hicho kilifanyika kwenye makazi ya aliyekuwa rais wa mpito wakati huo, Theodore Sindikubwabo. Wakili huyo ameonyesha kuwa mashahidi hao wanakinzana kuhusu tarehe ya kikao hicho. Wakili alisema kulingana na uchunguzi uliofanywa na Tume ya Kitaifa ya Kupambana na Mauaji ya Kimbari, kikao cha kutekeleza mauaji ya kimbari mjini Butare kilifanyika tarehe 19 Aprili katika ukumbi wa mikutano wa mkoa kikiongozwa na Rais Sindikubwabo, wakati ambapo mashahidi hao mmoja anasema kikao hicho kilifanyika tarehe 20 huku mwingine akisema kwamba kikao kilifanyika tarehe 21. Upande wa utetezi wa mshtakiwa umesema ni dhahiri kuwa Bi Munyenyezi alihukumiwa bila kuwepo kwa ushahidi na kuomba mahakama mteja wao kutangazwa kuwa hana hatia. Kwa upande wake, Munyenyezi ameiambia mahakama kuwa ni miaka 5 sasa akijitetea dhidi ya makosa ya mauaji ya kimbari, lakini kwa ujumla ametumia miaka 15 alipoanza kujitetea kwa makosa hayo tangu Marekani, na kuongeza kuwa katika safari hiyo mmoja wa wanaye alipata msongo wa mawazo, na hapa na mnukuu, "Nilikata rufaa ili mahakama initendee haki kutokana na makosa na ushahidi wa kukinzana kutoka kwa mashahidi, ndio maana naomba mnitendee haki." Mwisho wa kumnukuu. Kesi hii itaendelea mwezi ujao, mwendesha mashtaka akiomba hukumu dhidi yake. Nikiripoti kutoka mahakama mjini Nyanza, mimi ni Yves Bucyana, Dira ya Dunia, BBC. Naam, asante Yves Bucyana. Polisi wa Korea Kusini wamemtia kizuizini mtu anayedaiwa kuwa mlanguzi mkuu wa dawa za kulevya ambaye alihamishwa kutoka Ufilipino. Park Wang-yeol alishtakiwa kwa kuendesha biashara ya mihadarati nchini Korea Kusini kutoka ndani ya jela nchini Ufilipino, ambapo alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 60. Alisafirishwa hadi Korea Kusini baada ya Rais Lee Jae-myung wa Korea Kusini kumwomba mwenzake wa Ufilipino Ferdinand Marcos kwamba Park Wang-yeol akabidhiwe. Hata hivyo, wizara ya haki na maafisa wa polisi wa Korea Kusini walikataa kutoa maoni yao kuhusu ukubwa wa madai ya biashara ya dawa za kulevya ya Park. Igan Sala na taarifa zaidi. Maafisa wa serikali nchini Korea Kusini wamearifu kuwa polisi wamemkamata mtu anayedaiwa kuwa kinara wa kuuza dawa za kulevya. Alituhumiwa kwa kuendesha mtandao wa biashara ya mihadarati nchini humo akiwa gerezani nchini Ufilipino. Park Wang-yeol ambaye alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 60 kwa kosa la mauaji ya watu 3 alisafirishwa kwa ndege hadi Korea Kusini leo Jumatano chini ya utaratibu wa muda wa kurejeshwa nchini. Hatua hiyo ilifuatia ombi la Rais Lee
Lee Jae-myung kwa rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos Jr. mapema mwezi huu. Maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Sheria mjini Seoul wanasema kuwa kifungu cha muda chini ya makubaliano kati ya nchi hizo mbili kinasitisha kifungo chake nchini Ufilipino ili kuruhusu uchunguzi kufanyika Korea Kusini. Mamlaka za Korea Kusini zimesema Park, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 47, anadaiwa kuendesha mtandao wa kusafirisha kiasi kikubwa cha dawa za kulevya haramu na kushirikiana na washirika wake nchini humo kusambaza bidhaa hizo. Maafisa wa Wizara ya Sheria na polisi wamekataa kutoa maelezo kuhusu ukubwa au thamani ya biashara hiyo inayodaiwa kufanywa na Park. Hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari viliarifu kuwa alikuwa akisambaza takribani kilo 60 za methamphetamine kwa mwezi zenye thamani ya won bilioni 30 sawa na dola za Kimarekani milioni 20. Kitafakari hayo msikilizaji, ni kuelekeze sasa. Acha nikuulize hapo, umetamani nini? Uliosema umetamani pesa ama umetamani kufungwa ama umetamani kuwa? Hata sijatamani chochote, nimeshanga wewe uthubutu wake. Mimi sikutamani chochote. Wewe skola wewe, hatari si hatari mpaka uwe hatarini. Kuweka picha kwamba mimi huwa ni mtundu mtukutu. Hata umeuliza tu. Asikutamani, si maisha mazuri, lakini wewe uthubutu ningekuwa nao ungekuwa mbali. Pesa tamu wewe. Wewe tuondoke bwana. Sijapinga. Msikilizaji, kwa heri. Kesho pia ni siku panapo majaliwa. Hadi hapo kesho, ni mshukuru msimamizi wa matangazo Sarafina Robi pamoja na David Kinyanjui hapa. Hivi Dar es Salaam nani yupo Jessica Felembela. Sawa. Alafu na mimi ni Skola Kisanga. Mimi ni Karo Robi na hii ni BBC. Naam.